Nataka nikushirikishe kitu ambacho yawezekana kabisa kama wewe ni mtu ambaye unamwamini Kristo, lazima utakuwa umekisikia kuhusu imani. Kwa sababu maandiko yanasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hiyo wewe kama ni mwenye haki wa Mungu, lazima utakuwa unajua kuhusiana na imani, kwa sababu ili kuja kwa Kristo ulihitaji imani. Ili kuishi maisha ndani ya Kristo na kufanya chochote unahitaji imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hiyo ni neno ambalo umelisikia, lakini ushawahi kujiuliza imani ni nini hasa? Imani ni kitu gani? Hakuna tafsiri bora sana ya imani kama Waebrania 11 mstari wa 1. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hebu sikia hiyo lugha ya kiroho. Inawezekanaje unatarajia jambo alafu tena ukawa na uhakika nalo? Inawezekanaje jambo halionekani alafu likawa bayana kwako? Kwamba kitu unakitarajia haujakipata, lakini una uhakika nacho. Kitu haukioni, lakini ni bayana. Bayana ni kitu ambacho kimeshikika, kimedhihirika kama hiki. Hii notebook au hii simu ni bayana kwangu, ni kitu ambacho kimedhihirika, lakini kabla sijawa navyo vilikuwa ni vitu si bayana, si vitu vinavyoonekana kwangu. Tofauti na wengi ambao wamekuwa nafikiria kwamba imani ni kitu fulani cha kufikirika kama dhana. Kwa mfano, unaweza ukawa unamwambia mtu labda, nimesikia wewe unatamka unasema wewe ni tajiri, una fedha ndani ya Kristo, nionyeshe fedha zako, nionyeshe utajiri wako. Atakwambia sio kwamba nina fedha au sio kwamba mimi tajiri, ila tu nina imani, yani naamini tu Mungu atafanya jambo. Na hiyo ndo tafsiri ya baadhi ya watu au tafsiri ya wengi ya imani, kwamba ni kitu cha kufikirika ambacho hakishikiki, ni dhana fulani. Lakini Waebrania 11:1 inasema imani ni hakika au uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tofauti kabisa na watu wengi ambao wanafikiria. Kwa maana nyingine, nikupe mfano tena mwingine. Kwa mfano, mtu akikupa nyumba na haujaiona nyumba, haujaishika nyumba, sio bayana kwako. Lakini ili uwe na uhakika, ni kitu gani atakupatia kuonyesha kwamba kweli amekupa nyumba, pamoja na kwamba haujaishika, pamoja na kwamba si bayana kwako? Atakupatia hati ya nyumba. Hati ya nyumba itakufanya uwe na uhakika kwamba una ile nyumba, pamoja na kwamba haujaishika, haujaiona. Utaweza hata kwenda around kila sehemu na kujisifu kwamba una nyumba, pamoja na kwamba haujaiona, kwa sababu ya hati. Au fikiria kwamba mtu amekutumia fedha kiasi chochote ambacho unaweza ukakifikiria. Amekuwekea labda kwenye akaunti yako ya benki au kwenye akaunti ya mtandao wa simu, ukapata message umepokea kiasi fulani cha fedha. Haujaona fedha, lakini utakuwa na uhakika kwamba umepokea fedha. Na kama ukienda kutoa labda kwa wakala au kwenye ATM, na labda ATM ikakuonyesha kwamba hakuna fedha, askari labda au mtu wa pembeni akwambia itakuwa labda hauna fedha ya kutosha, una uwezo na una uhakika na utakuwa na nguvu ya kumbishia huyo mtu kwamba hapana, na fedha, na uhakika na fedha, lakini haujaiona fedha. Umepata tu message, umepata ujumbe kutoka kwenye taasisi yako ya benki au mtandao wa simu ukienda kwa wakala. Kwa hiyo haujaona fedha, lakini una uhakika kama ambavyo ile andiko linasema. Haujaishika fedha, lakini kwako ni bayana kwa sababu ya ile message. Hiyo ndiyo imani.
Imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Warumi 12:3 anasema, kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali yawe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Nilikuwa nataka usikie hiyo statement ya mwisho, hiyo kauli ya mwisho. Kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Wewe kama umeokoka, kama wewe ni Mkristo, kama ni mwana wa Mungu, na kiasi cha imani. Bwana Yesu alisema kwamba mtu akiwa na imani kama punje ya haradali ataweza hata kuambia mlima ng'oka ukatupwe baharini na utamtii. Kwa hiyo, lakini kiasi cha imani ambacho Mungu anakupa ni zaidi ya punje ya haradali, ambao ni ndogo kuliko mbegu zote. Kwa hiyo kuja tu kwa Kristo kwanza ulihitaji imani. Kwa hiyo wewe kama umekuja kwa Kristo unayo imani, unao msingi. Tofauti na watu wengi wanaweza kuambia labda huna imani au ni upungufu wa imani yako kwa sababu labda jambo fulani halijatokea. Lakini si kweli. Kwenye maandiko watu ambao Bwana Yesu aliwaambia ni kwa sababu ya upungufu wa imani yenu walikuwa ni watu ambao hawajaokoka. Hata wanafunzi wake ambao baadaye wakaja kuwa mitume walikuwa hawajaokoka. Kwa maana kabla Yesu hajafa na kufufuka ilikuwa haiwezekani mtu kuokoka. Na ndio maana hata alipokuwa na watumwa wanafunzi wake anawaambia msiende kwa mataifa, ishieni Israel. Kwa maana ilikuwa haiwezekani watu wa dunia nyingine, watu wa mataifa mengine kuokoka. Kwa maana bado alikuwa hajafa na kufufuka. Kwa hiyo wokovu ulikuwa bado haujatokea na Israeli walikuwa ni watu wake. Kwa hiyo watu ambao Bwana Yesu aliwaambia ni upungufu wa imani yenu, ndio maana jambo fulani halijatokea, ni kwa sababu walikuwa hawajaokoka. Lakini wewe kama umeokoka unacho kipimo cha imani, unacho kiasi cha imani cha kuanzia. Lakini ni jukumu lako kuongeza hiyo imani. Sasa tumesema imani ni kama hati au imani ni hati. Kwa maana nyingine, mahali ambapo anasema imani ni uhakika au hakika ya mambo yatarajiwayo, unaweza kusema imani ni hati miliki ya mambo yatarajiwayo. Au anaposema imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, unaweza kusema imani ni hati miliki ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba imani ni hati miliki. Na tumekubaliana kwamba wewe kama Mkristo, mwana wa Mungu, unacho kipimo cha imani cha kuanzia. Lakini inabidi tuone imani inakuja kwa namna gani. Hiyo hati miliki inakuja kwa namna gani? Warumi 10:17, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo pamoja na kwamba umepewa kipimo cha imani, lakini unatakiwa kusikia neno la Kristo ili upate imani zaidi. Kwa hiyo basi sasa, kwa maana nyingine rahisi, hauwezi ukatenganisha imani na neno la Mungu. Kwa neno la Mungu ndio hati miliki yenyewe. Ili kujua ni kitu gani Mungu amefanya katika maisha yako, ili kujua ni kitu gani Mungu amekupatia na unamiliki, inabidi usome hati miliki ambao ni neno lake, ambalo huwezi ukalitenga na imani. Kwa maana nyingine, neno la Mungu ndio imani yenyewe. Kwa mfano, mtu akisema unataka furaha au unataka fedha, fedha huja kwa Kevin labda. Fedha huja labda kwa Emmanuel au kwa Kristo. Maana yake huyo Emmanuel au huyo Chris au Kevin, maana yake ndio fedha mwenyewe. Kwa hiyo anaposema imani huja kwa neno la imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Maana yake neno la Kristo ndio imani. Na tulisema imani ndio hati miliki. Kwa hiyo neno ndio hati miliki yenyewe kama tulivyosema. Unasikia watu wanasema labda nilikuwa na imani, nikaomba jambo fulani kwa Mungu, labda nikafunga, nikaomba hata mwezi mzima na kufunga kwa ajili ya jambo fulani, lakini imetokea tarehe halikutokea, au niliona mahali wametangaza kazi,
nika apply, nikaomba kazi na hata nikapata unabii, neno la Mungu kwamba hiyo kazi ni ya kwako, hautaikosa, Mungu amekupa, lakini nikaambiwa nimekosa kazi. Kwa hiyo imani ni kitu gani? Mbona niliomba? Kama kuna wakati na uhakika kwamba nishaikuwa na imani, basi ni wakati huu, kwa maana niliomba sana, nilifunga sana, lakini sikupata hicho kitu. Imani ni kitu gani? Basi mimi sina imani. Mtu anaanza kuteseka, anaanza kufikiria, anaanza kuumia kwa kujiona kwamba hana imani.